Naam, karibu sana kwenye We Talk Show TV. Ni Mr. Z, Pombe Internationale King 4x4. Na tuko na kiongozi wetu ambaye atakwenda wanasemaga kale Kiswahili kandani. Kunini wanasema ile kuwakumbusha watazamaji jina. Ili mradi tuweze kupata mengi mazuri kutoka kwake. Tuko maeneo fulani, maeneo ambayo yametulia kidogo, yako vizuri. Unaweza kupiga story, una chill hapa. Mambo kama na hivyo. So tumpe muda aweze kujidokezea kwa watazamaji ambao wanamtazama, aweze kuwakumbusha jina. Karibu sana ndugu yangu. Well, first asante kwa kunyava. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Safari. Watu wanaoangalia hii video watanifahamu zaidi wakiangalia hiyo video mpaka mwisho. Yeah. Na bila kusahau watazamaji, nafikiri tuna baadhi ya maswali. Tulikuwa naye nafikiri wiki jana. Tulikuwa naye tukapiga naye story ya kutosha. Nafikiri ambao walimtazama walisikia kile ambacho alikuwa anakizungumza. Yale ambayo alikuwa anayajibu na matumaini mliweza kujifunza chochote kitu pale. So, leo tuna maswali yetu ndugu yangu. Swali langu la kwanza linasema kwamba hivi kwa nini mwanaume kama mwanaume waga anaoa kabisa wake kuanzia 3 mpaka 4? I think kwa mwanaume kufikia kwa wanawake 3 mpaka 4 ni kufuatana na situation aliyokuwemo. Okay. Kuna reason tofauti sana. Kuna mwanaume ambaye anaweza kaoa wanawake 2 kwa sababu mwanamke alikutaniwa naye amsikii. Okay. Hataki kumheshimu. So anaona kwamba nikioa mwanamke wa 2, huyu mwanamke atanisikia, atajishusha, anaona asha kama hata mwingine mwanamke, kwa hiyo acha nijinyenyekee ili anipende na mimi kama napenda yule wa 2. Kuna mwingine ataoa mwanamke kwa sababu ya anaona kona hela za kulea wote 2 au anapenda tu kupata watoto wengi, anataka kuzaa sana. Ndio yeye mwanaume huyo. No, ndio nasema ule because kuna reason tofauti. Kwa kwanza nilisema kwamba kuna mmoja anaweza kaoa kwa sababu kuona mwanamke wa kwanza amsikii, ndio, na anapenda muoneshe kweli yuko na uwezo kwa wengine wanawake wa 2, na kuna mwingine yule anaona kwamba yuko na enough hela ku take care wote na kuhakikisha wote wahangaiki. Okay. Yeah. Kuna reason tofauti sana. So kwa upande wako mimi nitairudisha hapo nyuma kidogo. So hivi unafikiri kwamba hata kama akiwa na kipato cha kuhudumia hao wanawake, bado tu ni sahihi yeye kuoa hivyo, ama inabidi tu hata ukiwa na mke mmoja utarizika sana? Tukiongelea kuhusu sahihi, right? Because kuna watu wanaamini vitu vya Biblia, kuna watu wanaamini vitu vya Biblia. Kweli. So tukiongelea sahihi ni different story. Kia muhimu ni kile uchukue, ukisema kwamba utachukua wanawake 2, chukua wanawake 2 na hakikisha wote uko na walea vizuri na watu unawapenda. Na watu unahakikisha wako salama. Lakini hapo kusema kwamba sahihi is a different type of story. Tukisema kwamba tuongelee hivyo tutaongelea kuhusu hicho. Nafikiri watazamaji zaidi sana wanaume, hii ni ya kwenu na muweze kuweka akilini kwamba unaweza kujoea wanawake 2 mpaka 4 ukiwa yani kile kipato chako kikuruhusu kufanya hivyo, lakini ikiwa kikuruhusu nitakushauri uache. Jichukulie mwanamke wako mmoja ishi naye. Lakini ikiwa unaona kipato kimenyoka vizuri, tembo linaenda safi, ni wewe sasa, maamuzi yako mwenyewe. So hapo kwenye hilo swali, tusiame sana ama tusikimbie. So hawa ambao wanaoa wanawake 2, 3, 4 hivi una uhakika kweli wanaweza kuchukua kile ambacho wanaenda kukifanya, ama vile wanavyochukua wale wanawake 3, 4 na kwenda kuishi nao ndani ya nyumba, una uhakika kwamba wanakuwa wanafanya ile mentality ya kuamiliki vizuri? Ama wanakuwa hawasumbui? Uhakika mimi sina nao. Uhakika kusema kwamba wakichukua wanawake 2 hawatawasumbua, sina nao, kwa sababu mimi wanawake 2 sina nao. Okay. So siwezi nikasema kwamba niko na uhakika kusema kwamba akichukua mwanamke 2 anahakikisha wote wako nao sawa. No, sijui. Maybe ulize wale ambao wako na wanawake 2 ndio ambao watakwambia kwamba wako na uwezo wa kulea vile. Lakini hapo kwa wanawake 2, right? Mimi kama mimi sioni kosa ya kusema kwamba mwanaume asichukue wanawake 2 au 3. As long as we uta take care of both of them. Hiyo sio kosa, because Biblia ilisema kwamba ukitoa mwanamke ubikira na umuoe. Na kama umetoa wanawake 6 ubikira, kwa nini usichukue? Okay. Yeah. Hiyo ni watazamaji wanaambiwa hivyo. Nafikiri wanaelewa, wanasikia. So ni hivyo, kikubwa na kipato chako kikuruhusu tu. Jamulie mambo. Tutakuja tukusupport. Tutakunywa majusi na maisha yataendelea pia. So iko hivyo. Swali letu la pili ndugu yangu. Hivi kauzushi kidogo.
Kati ya mama yako na baba yako, yupi kabisa ambaye unampenda sana? I think mama yangu na baba yangu wote ni watu wa muhimu sana kwenye maisha yangu. Na kila mtu alifanya kazi yake ile ambayo alikuwa anapaswa kufanya. Hakika. Yes. Mama yangu kazi yake, naamini kazi ya mama ni kuhakikisha mtoto wake anakula, kuhakikisha mtoto wake anaoga, kuhakikisha mtoto wake analala kweli the right time yeye kulala. Na kazi ya baba ni kuhakikisha ule mtoto ako discipline, asifanye makosa ambayo alikuwa anaona kwamba nikifanya hiki is the right thing. No. Kazi ya baba ni ile kusema kwamba kinguruma we na nasikia pale pale anaisha kufanya. Hii ni kazi ya baba. Na kazi ya mama ni ile kuhakikisha tu mtoto wake anakula. Na ukiona mnyumba right? Ukiangalia familia nyingi sana. Mama achukua kuna mkatiza mtoto. Acha hivi mtoto akikuwa msikii. Anaweza kanitambia baba yako. Na ile ndio kazi ya baba ya kuhakikisha mtoto wako anasikia na anafanya vitu sahihi. Okay. So wote wako na different kazi ya kufanya. So sema kwamba napendelea umoja, no. Napenda wote na wote walifanya vitu sahihi. Wote unawapenda na wamefanya vilivyo sahihi. Yes. So kati ya wawili hakuna ambaye unaweza kumpa percentage za kutosha na nyingine ukazikatisha hapa, ama wote wako sawa sawa? No, siwezi nikasema vile kwa sababu unaweza kusema kwamba kati ya ile bunga ya ile na maji hakuna kizuri, kwa sababu ukitaka upate yenye maji itabidi kile jiko kwenye maji ili upate ile utamu ya maji ya juice, ndio vile. So unaweza kusema kwamba vyote viko na percent, no. Kwa sababu maji ni ya maana na ile nayo ni ya maana pia. Okay. Yeah. Sawa sana. So nafikiri tuendelea kuwapata mazuri kutoka kwa ndugu yetu Safari, na ambaye unaendelea kutazama, usiende mbali. Endelea kusikia, tupe masikio, tupe miguu, meno pamoja na nywele. So uendelee kupata vizuri kutoka kwake. So swali letu lifuatalo ni kwamba hivi mtaliweka kwa wanaume na wanawake, unawaambia nini wale wanaume ambao wataki kuoa wanapofikisha miaka 25? Nitaanza na wewe. Yeah. Nitaanza na wewe cause tushakuongelea hichi kitu sana. Na mwanaume bro, ukiona mwanaume anafika miaka 25 na ana mke, huyu itabidi angalia, itabidi cause zamani, I'm not sure if it's true. Zamani mwanaume ukifika kwa 25 na yakuwa na mke mnyumba, utapelekwa kwa wazee na waangalie kama uko fresh. Cause utakuwa how come uko miaka 25 na usikia mwe kula chakula? Si ndio hapo sasa. Inabidi sasa muweze kusikia watazamaji. Tuendelee. Inabidi ukichukua miaka 25 inabidi uanze inabidi now especially kwa mwanaume inabidi kuwa mtu wa kujitegemea. Kama hata mwanamke ingiza mnyumba. Zala watoto na waanze kulea watoto. Hapana kama uko miaka 25 na una depend kushika mama yako na utaki kuzaa watoto, bro. Bro, and you know what's crazy? Yesterday nilihave a conversation na one of my brother. Aina kwa miaka 25 26, nikamwambia bro, ushakuwa miaka 25, wao wako na mwanamke. Akaniambia bro, maisha iko so tough. I have to save 10,000. I have to do this. Nikamwambia bro, uko na sound like a girl. Okay. Africa mama yangu alilea watoto 6, yeye mwenyewe mwanamke, bila kazi. And we still survive. Afu hapa Marekani uko unaingiza 500 every week and you talking about life is tough. Eti kwamba uzuke ingiza mwanamke mnyumba na umlee. You make 500 every week as long as you kaona uta work. Kwa nini uanze kucomplain eti kwamba no, siwezi nika kama mwanamke kwa miaka 25 kwa sababu maisha iko tough. No. You sound like a girl. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kisema lelewa na wazazi yao. Kwa wanaume wengi right, wenye wako ambao walilelewa ile ya mama nipe hiki, papa nipe hiki na anapewa hiki. Akifika miaka 25 ashakuwa mtu kwanza kwamba kujidepend, anakuwa mtu mko soft sana. Akashinda kupigana na maisha. Kwa hiyo ikifika miaka 25 kama kama mwanamke unakaa mnyumba, sio unakaa kwa mama yako kama mtoto wa kike. Nafikiri hayo si maneno yangu, ni ya kwake ambaye ametoa. Wewe ambao unafikisha miaka 25 26, wewe anasema wao. Unasubiri nini? Unataka kufikisha miaka 28 ndio wewe? Ama mingapi? Yeah, like bro, let's talk about it. Why Mungu alidecide sisi tukuje hapa duniani? Why Mungu alidecide tuje hapa duniani? Na hili neno waga linasemekana sana. Kwamba wanaume inabidi wajaze dunia. Na ile neno right? Kama Mungu asema kwamba wajaze dunia, turudie tena pale kwa wake watatu. Kama Mungu asema kwamba wajaze dunia na kazi yetu sisi Mungu alitupasha kujaza dunia. Kwa nini usikona na wake wa 6 ili ujaze dunia? Afu uko na complain kwa mwanamke mmoja Marekani bro. Ngoja. Sasa ukisema kuwa na wanawake wa 6, sio ndio kujaza dunia. Hiyo sio kazi ya Mungu. Hiyo haijaa kazi ya Mungu.
Sasa kwa sababu ukiingia kwenye hizo kazi za Mungu huko ndo kwenye kuharibu sasa. Because Mungu alisema nitumikie kazi ya nini? Ya ujana wako, si ndio hivyo? Ni kitu gani ambacho kijana anaweza kufanya mzee asifanye? I'm sure sio kuimba, kwa sababu kuna kwaya wazee. So unaweza kusema kwamba ni kuimba, no. Nafikiri mzee hawezi kubeba chuma cha kilo sana. Yeah. Mzee hawezi kukimbia sana. Yeah. Kwa sababu ya umri wake ushaondoka. So vile vile naweza nikasema kuna activities zingine nyingi ambazo mzee hawezi akagusa kulingana na umri wake. Vile vile kuna ile sema tusiingie sana huko. Listen. No, hii conversation ni ya maana. Because especially kwa wale wanaume ambao wako 25 bila mke. Because I don't know what they're doing. Like Julie like this. Uko miaka 25, uko naishi Marekani, you work, you make 500 every week. Alafu uko naambia tu kwamba sitaki kuwa kama mwanamke kwa sababu life iko tough. No, you sound like a girl. Okay. The only thing kijana anaweza kufanya ambacho mzee anaweza kufanya ni kusimamisha mkono. Unasikia? Wenye wako na kilo atanielewa. Na kama unaona kwamba mwanaume Mungu alikupatia ile nguvu ya kusema kwamba uko unaweza kuleta watoto duniani na wewe ukose kuleta watoto duniani. Hiyo nyingine laana. Mungu atakubariki kwa vitu unavyofanya. Kwa sababu ufanyi vitu vya kumfurahisha Mungu. So ukikuwa miaka 25 na uko mwanaume, kama hata mwanamke na weke mnyumba na uanze kuwalea watoto wako. Okay. Nafikiri tuendelee kupata yale yaliyo mazuri pia. Na wewe ambao unaendelea kunani kutazama, endelee kubaki hapo hapo, usikimbie. Hiyo miaka yako 25 hiyo utaigeuza kuwa miaka 40. Alafu utakuja kuishi hivyo bure, maisha yanaenda hivyo. Wenzako wanapita huku kushoto, unapita kulia. Yeah, and they always say that, oh, I'm not ready yet, sijakuwa tayari, bado najipanga. Maisha, let me tell you something. You will never be ready for anything. Because right now, right, kunaweza kuja mtu wako na kupiga tu pu akapigwa mduki without doing nothing. Hakika. Things happen. So you'll never be ready for nothing. Ukipata leo like I say kwa video tulipita, ukipata mwanamke mwana kusikiliza, mimi mboka mnyumba. Anzisha familia. Nafikiri watazamaji tuendelee kuyapata ambayo tunayataka. So kikubwa chukua hatua mapema sana. Ikiwa unaona kwamba hapa una nani umri unakuruhusu, ondoka. Ondoka kajitengenezee maisha. Sio kuondoka kwamba ile ufukuzwe uondoke nyumbani. Oa. Sababu mwisho wa siku unakuja kulaumika bure. So tusiende sana huko, nafikiri ule na masikio umetuelewa, umetusikia. So swali letu lifuatalo ndugu yangu. Inasema kwamba hivi kuna hao kulingana na hili swali ambalo tumelipiga hapa. Hivi una ushauri gani kabisa wa kuwaachia hao ambao wataki kuoa kwenye hiyo miaka? Wacheka ushauri kidogo waweze kukusikia, pengine wakabadilisha mawazo. Waache kufikiria kama wanawake na wakuwe nafikiria kama wanaume. Na mwakili yao wafikirie kuhusu gisi wazazi wetu walikuwa wako wanaishi back in the days. Okay. Baba wangu mie alikuwa na wanawake more than 6 au 8 na wote aliwachaga watoto wote. Alikuwa gana kazi bro. Alikuwa gana kazi. Unasikia? Na wote wanao tunakana ongea nao wote wako unaishi maisha. Sasa wako unaishi Marekani. Make 500 every week. It's guaranteed as long as wote work. Afu kwa sababu kama life iko tough sasa ni kadhaa. So waache kufikiria kama wanawake na wapige maboke waanze za watoto. Yaani yeye alisema kwamba babake mzee wake alikuwa na wanawake 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Na wote wakatengenezea familia wote. Mpaka sasa hivi tunavyoongea na wewe hapa. Nafikiri wote si wako wote. Sasa wewe ni nani sasa kwa kutokufanya hivyo? Wataka wakupompe. Ndio uelewe hapa. So fanya tu ndugu yangu, maisha ni mafupi hapa. Mwisho wa siku ukilala ukiamka kesho, hujui utamka vipi. So ni ushauri tu kidogo hiyo. Kikubwa tuzidi kuendelea mbele. Fika na tumaini mtaweza kufanyia kazi. So tuzidi kusonga mbele. Pia swali langu lifuatalo ni hili sasa. Wewe unayenitazama sasa, unichungulie vizuri sasa, masikio yako hayo uweze kuyafungua hivi kama mifuniko ya bakuli. Uyaweke vizuri nisikie tu. So swali langu lifuatalo ni hili. Hivi unawashauri nini wale wanawake ambao tuseme wale wanawake wetu wa Kiafrika yote ambao wanakuwa wanatoa ubikira kabla ya yale maswala kufuatika mbele? Yaani unawapa shauri gani waweze kuelewa na kusikia? Maswala gani? Ningependa nijibu yako jibu mzuri na watu wanielewe. Maswala gani yanapitika mbele? Mfano yule mwanamke anakwenda kulala na mwanaume, alafu mwanaume anaachana na yeye hata muoa.
anaendelea na maisha yake mengine. So anakwenda anachambua, anaenda huko, anaenda kule. Hapo nitasema kosa ni wote wawili. Kosa iko kwa mwanamke na kwa mwanaume. Because wewe mwanamke mwenye uko na date na mwanaume, inabidi uangalie ni mwanaume gani mwenye uko na date naye. Na ujue lengo yake ni nini kwako. Yeah. Lakini kwa wale wanawake ambao wanafanyaga vitu vya one night stand, hao wanawake wako disgusting. Hata hapo nilikuwa nataka niguzie pia ndio. Hata ule mwanamke akafanya one night stand, aenda kaa chini na mzazi yake au mwanamke amwambie, "Mama, one night stand is this." Mama atasema, "What?" Hivi vitu back in the days kwetu maisha ilikuwa abi exist. Even in Africa I'm sure abi exist, lakini kwa sababu unafika hapa Marekani unaanza kufanya vitu vya one night stand, it's disgusting. Hii si nchi ya maziwa, hii sijui maziwa na tende. Yeah. So mimi nitawashauri wakwe makini kwa wanaume ambao wana date nao, wanakuwa wanajua lengo la mwanaume mwenye ako na date na lengo yake nini kwake. Okay. So na hivi unafikiri kwamba hao tuseme dada zetu hao wanawake ambao wanafanya hivyo, unafikiri kwamba mfano tuseme mfano ni wewe ambao umefanya hivyo, umefanya wewe na yeye hilo jambo la hivyo, so yani ni kwa nini sasa wewe mwanaume ambao umefanya naye hivyo uweze kumwacha uondoke tena kwa mwanamke mwingine? I'm a man of God. I don't cheat. That's the good thing about me. Sasa yani upo kama umewajibia wale ambao wanafanya hivyo. I'm a man of God. Mimi nikisema kwamba ni tongoze mwanamke na niko naye relationship, tuka end up to do that. Kwa mimi kumwacha ni ngumu, kwa sababu unajua kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wangu. Na tushafanya hivi. Mimi lengo langu sio tongoza mwanamke for free. Nikisema kwamba tongoza mwanamke, the only thing I want from ule mwanamke is kids. So nikipiga naye boke nitakesha mule mtoke mtoto. I'm not doing that for free. So akienda kuwa na mtoto itakuwa ngumu mimi naye kuachana. That's what I'm saying. Mimi niko different na wengine wanaume. Wanaume ambao wanaenda tu to do that for fun. Wako different na mimi, different mentality. Me I don't do that for fun. Nikisema kwamba nipige mwanamke nitakesha mule mbakie mtoto. Next 3 months or 5 months or 6 months, 9 months mtakuta kwa labor. Kuna push. Nafikiri huo ni ushauri ambao ameutoa hapo. So wewe mwanamke au mwanaume usitumie akili yako kula maembe sana bwana. Actually, and I think that's why wanaume wengi hawaoi. Let's talk about this. Tufikirie kama professional here. I think that's why wanaume wengi hawaoi, kwa sababu ukiangalia wanawake wa sasa, right? Especially let's talk about wanaume au African vijana wa miaka 11, 14 na wanawake wa 14, 13. Kweli. Kuna watoto wa kike wa African kwa hiyo miaka yao, right? Bako in relationship, wako na boyfriend. They talk about, I just had my first case. Think like this. Huyo mtoto wa miaka 14 akifika miaka 20 au 23, do you think atakuwa bikira, bro? Na kuna sio kwa wanaume is better kuwa mwanamke bikira kuliko mwanamke mwenye ashajua vya wanaume sana. Kwa hiyo si alafu sasa hivi kuna wale ambao ubikira wao wanafika miaka tuseme 19, 18 ashamaliza hiyo engo. Na kosa ni wazazi. Kosa ni wazazi kwa kusababisha watoto wao kwa wanafikia hiyo vitu. Wapi mafunzo? Yeah, kwa sababu gani? Ukiangalia the only reason iko nasababisha watoto wa miaka 14 na 13 ku meet together ni simu. Utakuta mtoto wa miaka 14 unapashia simu itakuwa na phone. Phone for what? Hakuna Instagram, hakuna post Instagram for what? Yeah. So mtoto wako akikuwa na miaka 14 au 13 hatakiwi kuwa na simu, especially mwanamke. She not supposed to have a phone. Inabidi akwe nyumbani na ajilinde mpaka pale atapata yule mwanaume ambaye ataishi naye maisha marefu ndio atolewe ubikira. Lakini utakuta mtu wa miaka 14 vitu vinakuwa unaona kwa Instagram, unaona buzungu huko una kiss yeye anapenda try vile. Inaenda hapo kumharibisha yule mtoto. Na mwanaume tukishaona unaenda mlo unakula chakula mara moja unakuta ile chakula watu wengi washikula. Na huyu sio kwa huyu. Because wanaume sisi ni watu ambao tunapenda kitu ambacho akijagusiwa. So ukiachana na hayo maswali hapa. Hivi unawaambia nini ama unawapa ushauri gani? Unawapa ushauri gani wale hao wazazi ambao wanakuwa wanaacha watoto wao kufanya hivyo? Ama wanamalizaje ile tatizo la hao watoto wao kuwa wanafanya haya majambo ya hivyo? You know what's crazy about wazazi wetu? Kuna wazazi ambao watakuwa wanaona hii video, right? Na wanasema wale bangali bagarso wako naongea vitu vya bagarso. Hawezi bakanishauri kitu, which is wrong. Mimi mwenyewe niko mzazi. Maybe niko na mtoto kushindia mama baba. Niko watoto wengi kuwashindia.
So mtoto anasemaga mtoto ana shauri mkubwa. Na kama wewe ni mzazi na unapenda kulinda watoto wako from kutolewa au kuharibishwa mapema, inabidi usikie ushauri. The only way kufix hiyo shida ni kuwanyang'anya simu. Usiwaruhusu kuwe na simu kwa umri wa miaka mdogo. Kwa simu ndiko inasababisha wao wako wanaona vitu kwa TikTok vya ujinga, au wengine wanapenda wa try. So usimruhusu mtoto wako na simu, na usimruhusu mtoto wako akona iPad. Pale kwenye atakaona angalia kwa TV, because bro, mtoto wangu right, the only time ataenda kuwasha TV is only when mimi namruhusu. Nikisema no is no. Hakika. So to fix him, mnyang'anye simu, asikuwe na simu. That's how you gonna fix. Kweli kabisa, ujonge vibaya point. So lakini hivi unafikiri labda tuseme wakiwanyang'anya hizo simu, una hakika kweli itaweza kutengamana hilo jambo? Yeah, because the only time, because wana sneak out mnyumba pale washapanga kusimu. Mimi nishapitia, mimi nilikulia Marekani. Unaongea na mwanamke kusimu, tukutane saa ngapi, bla 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 bla. Ile saa 3 babangu ashalala hivi. Bon, anatoka. So once ana simu wataongea aje? Because kukambi kule kupata mwanamke akija kuongea naye mumuti ilikuwa ni hivi. Tuma watoto wa 6 uende muite, angalofanya hivi, unasubiria pale usiku, unarudia kunyumba ile kwa mwanamke. Lakini huku kila kitu kiko easy kwa wanaume, just phone. Ana sneak out. Na ndio maana watoto wengi wako na tolobi kila mapema. So wanyang'anye simu, mtoto akusikuwa na simu mpaka kuna miaka 20 au 19, mtoto wa kike asikuwe na simu mpaka hiyo miaka. So kikubwa ni ushauri, sio ubono, ni ushauri ambaye wewe, kaka yake ya huyo mwanamke, dada yake, mama yake mdogo, bibi yake, shangazi yake, babu yake, mjomba, ambaye unaweza ukamfanyia hivyo. Kumnyang'anya simu sio kumuua, hapana, sio kumuumiza. Japokuwa labda anaweza kaumia yeye, lakini ni kumsaidia kwa njia nyingine. So ikiwa umepata hiyo, tengeneze iweze kukusaidia baadaye. So ndio vile kikubwa, chukua hatua tuweze kutengeneza hapa. So nafikiri ikifanyika hivyo inawasaidia. I'm sure it'a fix. It'a fix, yeah. Si mbaya kabisa. Vizuri sana. Nafikiri watazamaji, tuna maswali yetu mawili ya kumalizia kipindi, ambalo swali letu la kufuatia kumalizia linasema kwamba hivi unawaambia nini wale wanawake ambao ni wanakwaya? Ni wanakwaya, waimbaji wa kwaya, lakini wanapenda sana sherehe sana. Unawapa nini yani? Yaani unawashauri kitu gani? Mwanamke mwanakwaya na mwanamke simba kwaya wanakwaka wanaonewa tofauti sana kwenye macho. Mwanamke mwimba kwaya akiwa yupo kwenye sherehe, afu anakaa na mwanamke asiyeimba kwaya, afu kapiga macho kule ukaona ule mwanakwaya ambaye utaona pale, right? Utamsema why huyu mwanamke yuko hapa? I belong hapa, ana belong kwa kwaya au nyumbani. Because tunajua ni mwanamke tofauti sana, mwenye anapata mafunzo tofauti na yule mwanamke mwende kwaya. Kwa hiyo kwa mwanamke tu yule mwanakwaya kukua pale kwenye sherehe, hakuna jishusha yake samani, kwa sababu watu wanaanza kumchukulia mtu tofauti. Umeelewa? Ni kama vile unamwona rais yako sehemu ambayo watu wako napiga kazi. So mwanamke kama mwanakwaya, mimi nitashauri mwanamke usikwenda, mwanamke kama mwanakwaya you're not supposed kwenda kusherehe, because ni sehemu ambayo you not belong there. Ndio. Nafikiri ushauri umewafikia wanakwaya ambao ndio wanaguswa hapo sana. Ukiwa ni mwanakwaya, sherehe si vitu vyako. Labda sasa iwe ya ndugu yako ambaye imefanyizikia pale, labda inawezekana hivyo. Mimi siwezi kukataza usiende shereheni, lakini mwanakwaya kama mwanakwaya inabidi sasa uwe na ile limit yenyewe, kama alivyojibu ile swali hapa. Sio mimi, kikubwa ni yeye. So masikio yako yaweze kusikia na kutafakari vizuri. So vile kulingana na muda tuweze kumaliza swali letu la mwisho sasa. So ambayo inasema kwamba hivi unawashauri nini wale wanaume ambao wanabinywa na wanawake zao? Yaani wale wanawake ambao wanataka kuwa wanaume ndani ya nyumba. Unawapa ushauri gani tuseme? Well, kwa mwanamke kufika kuwa mwanaume wa nyumba mnyumba, right? Kosa ni ya yule mwanaume. Kwa sababu gani? Mwanamke ni mtu ambaye alizaliwa kukua chini ya mwanaume siku zote. Sasa wewe ukishaoa na yule mwanamke akisema kwamba ajinge nyumba na aanze kutawala, kosa ni wewe mwanaume. Kwa sababu nikikuwa niko na kikombe ya glass mu mikono na nikaangusha ile glass ikavunjika, ni ngumu sana mimi tena kurudisha kile kuwa. Kwa hiyo ukitaka mwanamke wako aishi kwa kukuheshimu, inabidi usimruhusu
kwa yeye kukosea heshima ile ya kwanza, ya pili, ya tatu, especially pale mungali papa ya mama ya. Usimruhusu kukosea adabu bila wewe kufanya nate. Ukiona kukosea adabu, mweke chini, mwambie ulifanya hiki mbaya, hiki mzuri. Lakini sasa wanaume ambao wanakuwa nafikia kuendesha na wanaume ni kwa sababu wanakuwa na ruhusa wake wao kupanda pale mapema. Na wengi wao the reason they do that is kwa sababu weak mwa boro. Abana ready kuachana na yule mwanamke. Now the bad thing kuhusu mwanamke, right? Mwanamke akijua kwamba wewe ni ngumu sana kumwacha. Atafanye nini wewe utomwacha? Akijua vile tu, wewe utakuwa ni kondo wake. Atakuwa anakuendesha kote kwa anapenda. Kwa hiyo inabidi kuwe tayari kusema kwamba huyu mwanamke nikosea heshima na kileta domo, mimi niko tayari kumpeleka kwao naende kwao. Hapana kwamba unamwacha tu anakupanda kichwa bila kufanya nothing. No, mwanaume inabidi usimame kwenye msimamo wako. Unabidi uchore line. Unamwona mweka chini, unamwambia kwamba nao mimi nimekuwa huko mwanamke wangu, sheria humu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Ukitambuka hiyo mstari, unapanish utapata. Kwa sababu ndio tulilelewa sie. Baba yako atakwambia unabidi ufike nyumbani saa 10 au saa 2. Kweli. Ukipita ile saa 2 saa 10 fimbo unapigwa adhabu. Sasa wewe mwanamke wako mwenye uliwa mnyumba kama vile mtoto wako wa kike unamwacha kupanda kwenye kichwa. Wanaume hivyo ni watu wenye wako weak. Hata mtoto wangu mwanaume anaweza kangrab kwa kiroho na kumuua kwa sababu ako too weak. Mimi siwezi nikaendeshwa na mwanamke na sitokuaga urafiki na mwanaume wako anaendeshwa na mwanamke. So mimi nitashauri kwamba usiruhusu mwanamke kukosea heshima kwa sababu kuendesha kwa sababu wetu kwamba nikisema kwamba nimfokee ataenda kwao. Akienda kwao nitaumia. The fuck give a shit. Akisema kwamba ende kwao. Wewe ni mwanaume, unazuka hapo na wake wote wale ambao wanapenda. Mwanaume ni mtu mwenye anaweza kuona wanawake wa 6, 10 na wote kaishi nao. Lakini mwanamke akikuwa na wanaume wa 6 wa 10, unajua anaitwa nani? Malaya. Nafikiri ni wakati wa bia kabisa. Kaiwa fulani ambao kanakuja tumekosa kanyama tu. Lakini maswali yanatiririka vizuri sana. So nafikiri wewe ambao unanitazama, ambao unatazama, ikiwa wewe ni huyo mwanaume ambao unafanya hivyo, kwa nini usio una ni shoga? Ni shoga. Kuna tofauti ya mwanaume alikuwa mwili wa mwanaume na kuna tofauti ya mtu aliyekuwa na mwili wa mwanaume lakini roho ya kike ndani yake. Okay. This is how wanawake wanakuwa wanafikiria. Inabidi ni mheshimu mume wangu kwa sababu akisirika inaweza kuleta ugomvi nikakuja kumpoteza mume wangu. Ndio kisi vinakuwa vinafikiria mwanamke hiyo. Lakini kuna wanaume wanafikiria vile, inabidi nijishushe kwa mke wangu kwa sababu anaweza kaenda kwao nikabakia naumia kwenye roho. Bitch, kumia kwenye roho. Bro, hao ni watu wenye abajapata shida ya maisha kusema kwamba kuwaumiza kweli. Kwa sababu nikikuweka kisu kwenye shingo, that's real pain. Lakini kuna watu ambao wanasema kwamba nitaumia kwa sababu demo anaenda kwao, bro. Labda inawezekana wanajua maumivu pengine. Maumivu, let me say something. Maumivu ya mwanaume na mwanamke kuachana, right? Inakuwa maumivu ya wewe mwenyewe kujitengeneza. Because next time ukiachana na girlfriend wako, right? Yes, baada ya siku 2, siku 3 utamfikiria, utakuwa unamfikiria. But the only thing itasababisha wewe kuwa unaumia ni kwa sababu uko unamfikiria. Ukisema kwamba achane naye na utoke nje uende kukimbia, wewe uende kupiga push up, utaona unaacha kumfikiria na utaumia. So ile kwa real pain, ile pain ni pain yenyewe na create mwakili yako inakusumbua. Na kitu kenye wewe una decide mwenyewe kufikiria mwakili yako, kwa nini uache kikusumbue? Ni kitu kenye unaweza kubadilisha. So ukijua kucontrol yako akili, mwanamke akikuacha hauwezi kaumia. Like me, hakuna mwanamke anaweza kusema kwamba kiniacha na nikaumia. Never. Kikubwa ni maneno yake, si yangu. Kwamba hakuna mwanamke ambaye anaweza kumwacha alafu akaumia. Hiyo amekataa yeye. Pengine wewe ukiachwa hivyo utaumia, hatujui. So tasubiri tuangalie, pengine unahitaji kadawa kidogo kutengenezwa unyoke vizuri. So ndio, asante sana, tuseme shukrani za kutosha sana kwa sababu tulikuwa na ndugu yetu pale, tupiga story nyingi sana na tunaweza kufunga kipindi chetu. Nafikiri tutaweza kukutana wakati mwingine. Bila kusahau alikuwa ni wenu Mr. Z Pombe International King 4x4 na hii ni We Talk Show TV. Tutakutana wakati mwingine sana. Asante sana.